kwa msukumo fulani ndani ya moyo, yaani ana kitu ndani anataka afanye. Bwana Yesu apewe sifa. Sio yule ambaye anakuja anaambiwa afanye kitu fulani, anaangalia sio nani eti unaenda wewe unaenda nyanyuka wewe ukafanye kazi. Bwana Yesu apewe. Haleluya sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana kama mnielewe au mpo mbali? Mpo hapa. Kwa hiyo mtu ukiambiwa sasa hivi asimame hapa aongoze maombi, sio paka uambiwe. Wewe ona kama mimi mama mchungaji mbona anavyoomba hivi na mimi napaswa niombe hivi. Na unajifunza. Bwana Yesu apewe sifa. Ili mradi tuwe kanisa kubwa, tunapaswa tubadilike. Tunapaswa tujitume. Tunapaswa tujitoe. Tujitoe kwa kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Kujitoa kwa maombi, kujitoa kwa kufanya kazi. Kufanya kazi kwa bidii. Mwenye bidii ndio anabarikiwa. Mungu anaangalia bidii yako, sio anaangalia kwamba unaenda kanisani. Yaani kuna watu wengine wanaenda kanisani ili mradi kama pambo, aonekane tu yeye kaenda kanisani ili azikwe. Ayaya, sema ayaya. Ayaya. Kuna watu wanaenda kanisani, wanaambia hivi, ninaenda tu kanisani ili nikifa nizikwe. Wewe ni mfu unatembea. Yaani tayari ushajiona kwamba ni mfu. Unaenda pale ili mradi ufe wakuzike. Kwa lugha kiroho, maana mwilini tayari. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini siwezi kutamba pasipo wewe kutenda kazi vizuri. Mtenda kazi lazima uwe vizuri rohoni na mwilini. Sio kanisani, amen, haleluya, amen. Huko mtaani unavaa vimini. Hapo naitwa mtoto wa prophet yule. Ukiwa mtaani mdomo unaweza vitu vinavyotoka mdomoni ni hatari. Alafu naambiwa ni mtenda kazi. Mtenda kazi wa wapi? Bwana Yesu apewe. Haleluya sana. Watu wengi hawakupigi wewe, wanalipiga kanisa. Kinachotafutwa ni kanisa. Kinachotafutwa kupigwa ni kanisa. Mwanangu usome leo. Ukifanya vibaya, kanisa lazima lishambuliwe. Kwa sababu umeshindwa kujizuia na kuliweza kulitetea kanisa. Lazima tulitetee kanisa popote unapoenda. Sema amina. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Amen. Mtaki. Sema amen. Amina. Au nawalazimisha. Sema amen. Amen. Hapo sawa. Kwa hiyo nimeona baba tunaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Gari lilimradi liende lazima liwe na matairi manne. Likitoka moja linaenda. Au moja likianza kuleta nani kidogo. Yaani useme lilete shida. Au lipate pancha. Yaani nini? Yaani hata kwenye kanisa mtu mmoja akianguka au mtu mmoja akiharibika lazima nyie nyote. Na Paulo anakuambia hivi, mregesheni mtu kwa utaratibu. Si ndio hivyo? Pastor. Nenda kamregeshe kwa utaratibu. Mwambie mpendwa, haleluya. Umeanguka wapi mpendwa? Hivi na hivi au pesa. Changeni pesa mpeni tadi. Alafu tuone kama ataanguka tena. Tie nguvu, mwambie usikate tamaa mpendwa, simama tena. Lakini leo hii kanisa ndio amekuwa kuumiza watu. Tenda kazi tu akianguka shida. Tunafika wapi? Tunafika wapi wapendwa? Bwana Yesu apewe sifa. Ndani ya kanisa kuna kitu kinaitwa huduma ya masaidiano. Kuna watu wanajua hivi. Kila kitu unachokiona, awe mchungaji, awe mtume, awe nabii, au mwinjilisti, awe mwalimu,
lazima hizi huduma zinaambatana, zinasaidiana. Sehemu ambapo mwalimu atashindwa, atakuja nani? Mchungaji atasawazisha. Sehemu mchungaji ambapo atashindwa kuona, atakuja nabii ataona. Atamwambia mchungaji, bwana huyu ana kitu fulani tumboni, muombeeni. Sio naye mchungaji udharau. Kwa sababu kuna watu wengine wana kiburi, wana ile sema nini wanasema? Yaani kiburi cha kiroho. Yaani anajiinua. Kwa mimi nikisema hivi nitaibika mbele za watu. Acha huduma za watu zitende kazi. Mwanangu kama ni nabii, hata ukija uniambia baba, ninaona kitu fulani, nitakwambia tuombe. Tulie kwenye maombi. Kwa sababu Mungu amekuonyesha, mimi nitadharau vipi? Ukimwona mtu anadharau hiyo, ujue sio roho wa Mungu yupo ndani yake. Sema amen. Amen. Naomba hiyo utasoma kwa muda wako, utaendelea. Hebu fungua waraka wa Korinto wa kwanza.